jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninapoinua ninasema wewe ni Mungu. Aliacha Baba, tumefika wakati tunaenda kusikiliza neno lako Baba. Tunaomba nguvu zako zitawale ndani ya mioyo yetu. Naomba utembelee kila mmoja wakati ujao. Tunapoingia kusikiliza neno lako Baba. Tunaomba Mungu nguvu zako. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Naomba kuleta ndugu wangu tupe ile wimbo inasema ile nimeimba ya kwamba acheni Mungu aitwe Mungu. Na ninaomba kila mmoja aimbe hiyo wimbo tunapoingia kwa neno. Acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu, yeye Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mfanyie hivi katika jina la Yesu. Haleluya. Machi ni Mungu amekulinda wiki mzima, umefika ukiwa salama. Bwana Yesu apewe sifa. So ni wakati mzuri tunaenda kumrudishia asante kwa sababu ametulinda wiki yote. Umefika ukiwa salama. Haujaumwa. Bwana asifiwe sana. Yesu atakupiga kofi. Haleluya. Umefika ukiwa salama na uko na nguvu katika jina la Yesu. Ni wengi wameteseka, ni wengi wameona shida hii wiki imepita. Lakini wewe umejipata ukiwa mzima na uko na afya njema katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Sasa tunapoingia kwa neno la Mungu, omba kila
9 mstari wa 2. Yes. Na neno la Mungu linasema hivi. Na tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza. Sikia. Na tazama, wakamletea mtu ambaye alikuwa amepooza. Na hata alikuwa ameanza kunuka. Wakamletea Yesu. Amelala kitandani, naye Yesu alipomwona alipoiona imani yao. Yes. Alimwambia yule mwenye kupooza. Yes. Jipe moyo. Sikia. Akamwambia ya kwamba alipoona yule mtu alikuwa amepooza, alikuwa amelala kitandani. Walipombeba wakamletea Yesu. Maandiko imetuambia ya kwamba Yesu alipomwangalia, akamwangalia akaona roho yake. Akamwambia, ndugu yangu, akamwambia mtoto wangu, jipe moyo. Jipe moyo. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako jipe moyo. Mwambie jipe moyo. Hata kama wamekukataa, wewe jipe moyo. Haleluya. Mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio mwenzako ya kwamba umesamehewa dhambi zako. Sasa wewe ni msafi. Haleluya. Maandiko imetuambia akamwangalia, akaona amepooza. Walipomletea, kumbe kupooza kwake alikuwa mtenda dhambi. Maandiko imetuambia ya kwamba Yesu akamwambia, mwanangu, imani yako naona iko sawa. Na umesamehewa dhambi yako zako. Amuka na uende. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Sasa tuende mlango wa 9. Hiyo tu. Haya, tuende mstari wa 9. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo, akamwambia, nifuate. Bwana asifiwe. Sikia, Yesu alipokuwa akipita, alikutana na mtu mmoja alikuwa ameketi. Na akamwangalia, tunaambiwa alikuwa Mathayo. Mathayo alipokuwa ameketi, Yesu alipokuwa anapita akamkuta. Alipomkuta mahali pale alikuwa amekaa, alimwambia nini? Nifuate. Sikia, Bwana Yesu asifiwe. Akaongea kitu kingine. Yesu akamwambia ya kwamba, Mathayo, follow me. Hiyo ni Kiswahili. Akaondoka akamfuata. Akaondoka. Sikia. Mmesikia mahali amesema ya kwamba Mathayo akaanza kumwambia wacha nikimbie nione pipi. Kuna mahali amesema wacha nikimbie nione watoto. Alipoambiwa ya kwamba nifuate, maandiko yanatuambia ya kwamba Mathayo alisimama na Mathayo akamfuata. Nataka nikwambie na wewe siku ya leo, unaposikia sauti ya Bwana, wacha kwanza kusema wacha nienda kuona mahali yako. Wacha kwanza kusema nimeacha watoto nje. Wacha kwanza kusema mzee atarudi. Wacha kwanza kusema bibi alienda atarudi. Hapana, maandiko yametuambia ya kwamba Mathayo alisikia sauti ya kwamba nifuate. Naye alianza safari. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Yeye alimfuata. Akaongea kwamba kuna kitu, kuna mwenye ako na deni yangu, wacha anilipe kwanza. Yeye aliposikia sauti alimfuata. Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Sikia, alipomwambia nifuate, na Mathayo alipomfuata walienda wakaketi, wakaanza kukula. Maandiko yametuambia ya kwamba watoza ushuru wakakuta wengi wenye walikuwa wanatoa ushuru na Mathayo. Maandiko yametuambia ya kwamba wakaketi chini, na wenye dhambi nao wakajaa hapo, wakakaa na Yesu. Walipokaa na Yesu, kuna mambo
Mafarisayo walipoona, waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Sikia, sasa wameanza kuuliza, mbona mwalimu wenu ameenda kukaa na watenda dhambi? Mbona mwalimu wenu ameenda kukaa na watoza ushuru? Hao wenye wametufumbua, tunaenda kufungua biashara kwa mlango, wanasema leta kitu kidogo. Wale wenye wanatusumbua, tunaposoma kidogo wako nyuma yetu tukinyang'anya. Imefanyika aje mwalimu wenu amekaa na wao siku ya leo? Sikia, akajibu aje? Naye Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, sikia, bali walio hawawezi. Sikia, Yesu akajibu akasema, wenye hawana ugonjwa hawataki daktari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko vizuri hivi utaamka anze kwenda Kenyatta kutibiwa. Sikia, maandiko yanatuambia ya kwamba Yesu akajibu akasema, wenye wako na ugonjwa ndio wanatafuta daktari. Na mimi ni daktari na ponya wagonjwa. Sio ndio maana niko na wao siku ya leo. Waweze kupona, waweze kusimama wakiwa salama, waweze kuacha mambo ya kutoa ushuru, waweze kufanya mambo mazuri. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Sikia, siku ya leo nataka nikwambie ya kwamba siku ya leo Yesu anaenda kukaa pamoja na wewe. Wamekudharau, wamekufanyia, wamekutusi, lakini siku ya leo Yesu amesema ya kwamba simama wote. Yesu amesema ya kwamba simama na tuende. Yesu amesema ya kwamba kuja tuende. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Sikia, akawaambia ya kwamba hao ni wagonjwa niko na wao. Kama nyinyi mmepona, simwachane na wagonjwa wapone wasimame kama wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia hao ni wagonjwa, wacha niwatibu, mimi ndio niko na dawa yao. Inajua dawa yao. Nataka kuwatibu waweze kuwafanana katika Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka. Yes. Kwa maana sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Piga Bwana makofi katika jina la Yesu. Sikia, ametuambia ya kwamba yeye hakukuja kwa wenye haki, alikuja kwa wenye dhambi. Wale ambao wamefanya dhambi ndio amekuja kutafuta. Atakuja kwa ajili ya wale wenye haki. Amekuja na wale wenye dhambi waweza kumjua, waweza kumfuata, waweza kuokolewa kutoka kufungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Waweza kuokolewa. Kama ulikuwa unaishi kwa pombe, Yesu anasema nifuate. Kama wewe ni mchawi, Yesu anasema nifuate. Kama wewe ni msenene namba moja, Yesu amekuita. Kama wewe unasengenya watu, Yesu anakuita. Kama wewe matusi ni namba 1, Yesu anakuita. Kama wewe unafanya kinyume, Yesu anakuita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikiwa hapa mbele nimeongea msenene, watu wamekuja uso. Watu wamekuja uso. Kwa nini umekuja? Yesu amekuja kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Maandiko yametuambia kwamba Mathayo simama na tuende. Maandiko ilisema ya kwamba Mathayo hakuongoja dakika moja. Mathayo aliinuka na akaenda. Bwana asifiwe sana. Mathayo ni mali ya kuwa nayo. Mathayo ni nyumba ya kuwa nazo. Lakini hakusiangalia, alisikia sauti na akasimama. Na wewe nataka nikwambie ya kwamba ukisikia sauti ya Bwana, wacha kwanza kusema ya kwamba wacha kwanza kusema nitaokoka saa 10. Hapana, kuokoka ni saa hii. Kuokoka ni hapo mahali ulisikia sauti ikikuita, hapo ndio unaokoka. Hapo ndio unamfuata Yesu. Kwa sababu hiyo masaa unapanga, kuna mwingine anaenda kuokolewa. Na hiyo utapata wameokolewa. Wewe umebaki ukisema watoto wangu nitawaacha wapi? Ile gari yangu mzuri nitaacha wapi? Ile nyumba nimechanga
pamoja. Yesu akisema kuja twende, simama na uende katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu akawajibu kwa hekima kubwa akisema, wenye afya hawahitaji tabibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mahali hapa kwa sababu tunajua hatujakamilika. Mimi nilikuja mahali hapa niweze kuomba Mungu anisamehe dhambi zangu, niweze kuomba Mungu aniweze njia, ili niweze na mimi kuwa mtu mwenye haki. Haleluya. Katika kifungu hiki kilinifunza mambo mengi. Yesu umuita kila mtu, hata ukuwe wewe ni mlevi kiasi gani, hata ukuwe wewe ni tajiri kiasi gani, hata ukuwe wewe ni masikini kiasi gani. Ndio ameniambia ya kwamba Yesu anaita kila mtu. Siku yako ikifika anakuita. Haleluya. Bwana wewe sifa. So siku yako ikifika, ukisikia mwito wa Yesu unahitajika kuitika kwa haraka sana, kama alivyofanya Mathayo. Mathayo aliitika, akuuliza swali lingine, akuuliza kitu, lakini alipoitwa alisimama na akaenda. Mungu ni Mungu wa rehema, anayewapokea wote wanaomrudia Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. So kama unamfuata Yesu, wewe uko karibu na yeye, wewe unamfuata, fanya vile Yesu anataka. Anapokuita hata usiku wa manane, unatakikana kuitika. Anapokutuma uende kuhubiri, unatakikana kuamka. Anapokuambia enda kuona mgonjwa, unatakikana kuamka uende umuone. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu zangu, huenda watu wamekudharau kiasi gani? Nataka nikwambie ya kwamba usijali. Kuna ambaye anakuja kwako na ni mkubwa kuliko hao wote wenye wanakudharau. Hao wenye hawakupei heshima, achana na wao. Wewe muite Yesu, ili akikuita sauti yake ukisikia, utaamuka na utaenda, na watapaki wakisemezana ya kwamba imefanyikaje. Maandiko yametuambia ya kwamba watu walikuwa wamekasirika na Mathayo pamoja na watoza ushuru. Watu walikuwa wamekasirika sana kwa sababu ya kuwanyang'anya, kwa sababu ya kuwatoa ushuru. Lakini Yesu alipokutana na Mathayo, maandiko yametuambia ya kwamba watu walipoona amekaa na Mathayo, walishangaa wakasema, tunaambiwa tenda dhambi hawezi ona ufalme wa mbingu. Imefanyika aje Mathayo leo wamekaa na Yesu? Lakini Yesu aliwajibu akawaambia, mimi nilikuja kwa wenye dhambi, sijakuja kwa wenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. So haijalishi unafanya mambo gani, Yesu ametuambia kwamba anakuja kwa ajili yako. Maandiko yametuambia kwamba anakuja kwa ajili yako na yangu, ili tuweze kuwa na njia nzuri, tuweze kumfuata Yesu. Sikiliza neno lake ya kwamba amekuja kwa ajili yako. Na ukisikia sauti yake na usimame na muende, maandiko yametuambia kwamba ataketi na wewe na atakupea mwelekeo katika jina la Yesu. Atakueleza ni nini unafaa kufanya. Sio siku ya leo unaposikia sauti, wacha kuwa na vingizio mingi ya kwamba kuna hii sijafanya, niache nitaenda hapo, kuna hii. Bwana asifiwe. Haleluya. So wacha tusikie sauti ya Bwana. Bwana anapotunenea, Bwana anapotuongeleza. Yesu anapopita ataweza kupata mahali popote. Haijalishi atakupata kanisani, haijalishi atakupata wapi. Wewe mahali popote unapata hiyo sauti. Utaweza kuwa hapo umekaa kwako uko na stress. Vile Mathayo alikuwa amekaa, apatane na wewe hiyo wakati uko na stress. Na atakwambia, mtoto wangu, inuka na uende. Wacha Mungu awabariki sana na walinde katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, nasema ni asante. Asante kwa sababu wewe ni Mungu, umekuwa mwaminifu Jehova tena. Tumesikiliza neno lako ya kwamba tukisikia sauti yako na kukufuata, dhambi zetu zote tutasamehewa. Bwana, yeyote ako mahali hapa alikuwa amekata tamaa, Bwana naomba nguvu zako Jehova zimtawale.
Naomba Bwana unene pamoja naye Jehova. Mahali popote utapatana naye, simama pamoja naye Jehova. Msaidie ili aweze kusimama tena. Waliomdharau Bwana wakamsema maneno makubwa kwa ajili yake, Bwana akakuwa karibu kukufa moyo. Naomba Bwana unapozuru wengine Bwana, nasi tukumbuke, kwa sababu wewe ni Mungu. Vile ulipita ukaongeleza Mathayo na ukamwambia kwamba nifuate, naye akakufuata. Nasi tuko tayari kukufuata, nasi tuko tayari kutafuta uso wako, nasi tuko tayari kusikiliza neno lako Bwana. Kana kila mmoja yeyote ambaye alifika kwa ibada hii Bwana, namuweka mkononi mwako, na yule yeyote hakuweza kufika mahali hapa akabaki nyumbani kwa sababu moja ama nyingine, naye namuweka mkononi mwako. Umkumbuke Jehova. Kuna wengi ni wagonjwa, kuna wengi wanapitia maisha yaliyo magumu Bwana. Naomba Bwana wakumbuke wakati huu, usiwache, kwa sababu wewe ni Mungu Bwana. Wakumbuke kwa kila jambo, ili wanapoamuka, wanapoingia Jehova, wewe Bwana waonekane. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Wacha Mungu awabariki na Mungu akukumbuke katika jina la Yesu. Kwenye somo la leo, sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Tutaimba wimbo nambari 73 tukijiandaa katika kutoa sadaka zetu, nambari 73, huku nikiomba kwaya wajiandae. Tunapotoa sadaka tutaweza kufikia hapo. Ni ujumbe wa Bwana, haleluya, wa maisha ya daima. Amenena mwenyewe, haleluya. Tazama, ishi sasa, tazama Yesu amesema mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama.
Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kupokea sadaka, tuna sehemu ya pili ya mmoja wetu ambaye alikuwa anarudisha bahasha lake kwa ajili ya jengo. Kwa hivyo ningeomba tuchukue hiyo sehemu ili tukamalize kwa pamoja tukiombea sadaka zote. Kwaya, kama mtatupea wimbo itakuwa sawa tukishika hiyo nafasi. Kwa hiyo wanaposhika nafasi hiyo, na yule mwenye kurudisha bahasha lake ajiandae, na pia tupate ile chombo cha kuweka ile sadaka yake kwa ajili ya zoezi hilo.